Kuanzisha biashara. Hii ni wiki ya biashara ya hardware. Najua kuna wengi wanataka kuanzisha biashara ya hardware, lakini wanakwama kwa sababu wanadhani ili uweze kufanikiwa kuanzisha biashara ya hardware inabidi uwe na mamilioni ya pesa, labda kuanzia milioni 20, 50 na kadhalika. Hii sio kweli. Mimi naelewa kuwa unaweza ukaanzisha biashara ya hardware kwa mtaji mdogo tu. Sasa nisikilize kwenye hiki kipindi ambayo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya wiki ya hardware. Nitakuelezea jinsi unavyoweza kuanzisha biashara na mtaji mdogo. Kwa wiki hii ambayo ni ya hardware, tutakuwa na video 3. Ya kwanza itakuwa Jumatatu, ya pili ni Jumatano na ya tatu ni Ijumaa. Sasa nitakuelezea jinsi ya kupanga hiyo bajeti yako na kuweza kufanikiwa kuanzisha biashara hardware na mtaji mdogo. Ukweli ni kwamba unaweza kuanzisha hardware ambayo ni smart inayolipa kwa mtaji wa kawaida kabisa. Na leo nitakufundisha jinsi ya kuifanya hiyo hardware iweze kufanikiwa. Kwenye video ya leo tutavunja mchanganuo mzima wa kuanzisha hardware ndogo nchini Tanzania. Tutaangalia mtaji halisi unaohitajika na siji kuwapa namba za kufikirika. Tutapiga hesabu za kweli. Tutaangalia top 4 ya bidhaa za kuanza nazo ili usirarue pesa yako store. Na muhimu zaidi, tutaangalia eneo la mkakati. Kama wewe ni kijana unayewaza kujiajiri au mwajiriwa unayetaka side hustle, isikuumize kichwa. Hii video ni kwa ajili yako. Leo nitakufundisha mbinu ya smart hardware. Kabla hatujaingia ndani, fanya hisani. Bonyeza alama nyekundu ya subscription na kengele ili usipitwe na mbinu za biashara tunazotoa kila wiki. Twende kazi. Hebu sasa tuangalie mkakati wa soko pamoja na eneo la kuanzishia biashara. Haya mambo yanakwenda vipi? Sasa hatua ya kwanza ya kuchukua inahusu eneo la mkakati. Na hapa ndipo wengi wanafeli kabla hata hawajanunua mfuko mmoja wa saruji. Usikimbilie kufungua hardware katikati ya mji au kwenye masoko makubwa kama Kariakoo au Makoroboi kama mtaji wako ni mdogo. Huko utapigwa na kodi kubwa na ushindani wa wenye mitaji ni wa mabilioni. Siri ya mtaji mdogo ni kupeleka huduma site. Eneo sahihi kwa hardware ndogo ni huku, yaani Uswahilini au pembezoni mwa mji ambapo ujenzi unaendelea kwa kasi. Angalia maeneo mapya ambayo yamepimwa, kule ambako unaona misingi inachimbwa na nyumba zinapanda. Sasa ni kwa nini hivyo? Kwa sababu mjenzi au fundi akiwa site na amepungukiwa misumari ya kilo 2 au binding wire, hatapanda daladala kwenda mjini. Atatafuta hardware iliyo karibu naye. Hapo ndipo wewe unapoingia. Bora tu uwe eneo sahihi na bidhaa sahihi kuliko kuwa na duka kubwa sehemu ambayo hakuna ujenzi. Eneo lako ndio mtaji wako wa kwanza. Fanya utafiti. Tembea mitaani. Je, kuna nyumba ngapi zinajengwa? Je, kuna hardware ngapi eneo hilo? Kama kuna hardware kila baada ya nyumba 10, labda sogea mtaa wa pili. Lakini kama hakuna au zipo mbali, hapo ni pesa. Kumbuka, biashara ni hukumu tu. Usiogope kuanzia kwenye fremu ya kawaida
au hata kontena kama sheria za halmashauri za eneo lako zinaruhusu. Cha msingi ni upatikanaji. Sasa hebu tuangalie mahesabu ya makadirio ya mtaji wa biashara ya hardware. Sasa tuingie kwenye hesabu. Wengi mnauliza, je, nahitaji shilingi ngapi mkononi? Tuzungumze ukweli. Ingawa unaweza kuanza na kidogo sana kwa kuuza bidhaa chache, ili uwe na hardware inayoonekana na kutoa huduma kamili, unahitaji kukadiria kati ya shilingi milioni 4 hadi milioni 6 kwa kuanzia vizuri. Hii hapa ni breakdown yake au mchanganuo wake. Kwanza, kodi ya fremu. Kama maeneo ya pembezoni, fremu nzuri ni kati ya shilingi 50,000 hadi 100,000 kwa mwezi. Wenye nyumba wengi wanataka kodi ya miezi 6 au mwaka. Tuseme utalipa 100,000 kwa miezi 6, hiyo ni sawasawa na 600,000. Pia marekebisho ya shelves. Unahitaji kupiga rangi, kuweka shelves, yaani rafu, imara za mbao au chuma, na pia counter. Tenga kama 500,000 hadi 800,000 hapa, kulingana na ufundi. 3, leseni na vibali. Hapa tutaongelea kwa kina baadaye, lakini tenga angalau 300,000 hadi 4 kwa ajili ya leseni ya biashara, tini, yani tin namba, na makadirio ya kodi ya awali. 4, na hii ndio muhimu zaidi, mtaji wa bidhaa, yani stock. Hapa ndipo pesa yako iliyobaki inapoenda. Kama una milioni 5 na umetumia milioni 1.8 kwenye kodi na matengenezo, unabaki na milioni 3.2 kwa ajili ya mizigo. Je, milioni 3 inatosha kujaza duka? Hapana, haitajaza duka mpaka juu, lakini inatosha kuweka vitu muhimu ambavyo vitazungusha pesa. Kumbuka kanuni ni hii: 80% ya mtaji wako iende kwenye vitu vinavyozunguka ndani ya wiki moja. Hiyo inaitwa cash flow. Usinunue sinki la kuogea la 300,000 ambalo litakaa dukani miezi 6 wakati hauna misumari. Jambo lingine la muhimu ni aina ya bidhaa za kuanza nazo. Hili nalo ni muhimu sana. Sasa hatua ya pili ni bidhaa za kuanza nazo kwenye biashara ya hardware. Hapa ndipo wengi wanapotea kwa kununua vitu vya urembo badala ya vitu vya ujenzi. Hizi hapa ni top 4 za kuanza nazo. Namba 1 ni saruji, yani cement. Hii ndio sumaku ya hardware. Faida mfuko mmoja wa saruji ni ndogo sana. Wakati mwingine ni 500 au 1,000 tu. Lakini saruji ndio inayoleta wateja dukani. Mteja akija kununua saruji, atanunua na misumari, atanunua na ndoo, atanunua na kamba. Lazima uwe na saruji. Anza na mifuko hata 20 au 50 kulingana na mtaji wako. Namba 2 ni nondo na misumari. Hizi ni bidhaa zinazotembea kila siku. Misumari ya inchi 3, inchi 4 na inchi 5 pamoja na misumari ya bati. Usisahau binding wire. Hivi ni vitu ambavyo fundi anahitaji kila siku. Kwenye nondo, kama mtaji ni mdogo, unaweza kuanza na nondo za milimita 10 au 12 ambazo zinatumika sana kwenye rinta na nguzo za kawaida. Sasa tuangalie mabomba na fittings kwa ajili ya plumbing. Hapa ndipo penye faida nzuri. Mabomba ya maji safi na fittings zake kama elbow, T, socket na gate valves. Hizi haziozi na haziharibiki. Weka mzigo wa kutosha hapa. Pia mabomba ya maji taka ya inchi 4 nayo ni muhimu. Sasa hebu tuangalie rangi na vifaa vya umeme vidogo. Kwenye upande wa rangi,
Usilete rangi za gharama kubwa sana mwanzoni. Weka rangi za maji za kawaida na oil paints chache ambazo ni nyeupe na nyeusi. Kwenye umeme weka switch socket waya za milimita 1.5 na milimita 2.5 na balbu. Hivi ni vitu vya dharura ambavyo watu wa nyumbani wananunua kila siku. Je, ni bidhaa gani ya ujenzi ambayo unahisi inalipa zaidi au inatoka kwa haraka mtaani kwako? Niandikie kwenye comment hapo chini, nataka kujua uzoefu wako. Sasa kanuni ni rahisi sana. Usijaze duka na tiles au gypsum wakati eneo lako bado watu wanajenga misingi. Angalia hatua ya ujenzi iliyopo kwenye eneo lako. Kama wengi wapo kwenye linta, leta nondo na mbao. Kama wengi wapo kwenye finishing, lete rangi na tiles. Enda na soko. Jambo lingine ambalo ni la muhimu sana kwenye biashara ya hardware ni mawasiliano ya karibu na wasambazaji. Hii iko namna gani? Hatua ya tatu ni mahusiano na wasambazaji. Huwezi kufanikiwa kwenye hardware kama unanunua kila kitu kwa bei ya rejareja. Unahitaji kutafuta mawakala au distributors wa makampuni makubwa ya saruji, nondo na rangi. Mwanzoni itabidi ununue taslimu, yaani kwa cash, lakini siri ni hii: jenga uaminifu. Nunua sehemu moja mara kwa mara. Tengeneza urafiki na meneja wa hapo. Baada ya miezi michache, watakapokuona turnover yako ni nzuri, wataanza kukupa mzigo wa mali kauli. Wanakupa saruji mifuko 100, unauza, unawapelekea pesa, unachukua nyingine. Network yako ndiyo pesa yako. Ukishafika hatua ya kuaminiwa na wasambazaji, mtaji wako wa pesa hauhitajiki kwa kuwa mkubwa sana, kwa sababu unatumia pesa za wasambazaji kufanya biashara. Hii ndio level ya juu ya smart hardware. Swala la vibali na leseni nalo sio la kupuuzia. Sasa ngoja nikuelezee inavyokuwa. Kabla hatujamaliza, lazima tugusie upande wa sheria. Usianze biashara kama mwizi. Tanzania ina taratibu zake. Kwanza, pata TIN namba kutoka TRA. Hii ni bure na ni haki yako pia. Pili, nenda halmashauri ya manispaa au wilaya yako upate leseni ya biashara. Kwa hardware ndogo, gharama yake mara nyingi inacheza kwenye Laki1.5 hadi Laki3 kulingana na eneo na ukubwa wa biashara. Pia kuwa na kitabu cha risiti au wengine wanasema EFD au risiti za mkono kama bado hujafika kiwango cha EFD, ili uweze kuwauzia wateja wanaohitaji risiti. Kuanza rasmi kunakupa amani ya akili na kuna kuepusha na faini zinazoweza kuja kula mtaji wako wote. Sasa nimekuelezea mambo muhimu kuhusiana na uanzishaji wa biashara ya hardware kwa kutumia mtaji mdogo. Sasa kabla sijamaliza hii video, nina maswali ambayo ni ya muhimu nataka kukuuliza, au niseme ni wito. Kwanza, hebu niambie ni jambo gani ambalo unafikiri limekuhamasisha sana kuhusiana na hii biashara ya hardware kiasi ya kuwa uko tayari hata kuanza kesho? Kwa hiyo niambie jambo ambalo limekuhamasisha kutokana na hii video. Namba 2, niambie changamoto ambazo umeziona. Kama kuna changamoto na unahitaji msaada wa kupata solution ya hiyo changamoto, basi pia niandikie. 3 ni swala la subscription. Ili usipitwe na video zetu na hata vipindi vyetu, subscribe. Kwa hiyo bonyeza hicho kibutton cha subscription. Lakini pia jaribu kubonyeza hiyo sehemu
ya like na kwa sababu itasaidia wengine nao waweze kuona hii video. Alafu na mwisho kabisa ni kuwa naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online Television vinavyotangazwa karibu kila siku, lakini pia muangalie YouTube channel yetu ya How to Start Business. Mimi ni mtayarishaji wa video pamoja na vipindi vya televisheni Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.